Nikushokerelia matura. And this is very hot. Thank you. Najua nashinda najaribu kutafuta formula mahali tutaanzia. Kwa sababu naona kama mko na nini sana. Kuna vibe, sema vibe. Sasa vibe umesema vibe ni nini vibe? Nipatie hai. Ya juu kabisa. You are red. Upeleke left ya hapo. Sawa. Nilisikia ukiongea. Sana Nakuru. Nikagunganike na wale wengine. Bwana asifiwe. Apostle wetu anakuwa so humorous. Bwana asifiwe. I don't know what you want me to say, but napenda tu tujiweke tu kwa Mungu. Si nilisema niumerire tigana horo wa Mungu niumerire. Niumerire we wikaraga na ikuru. Girigiri. Wetake. We mere. Okay, kuna wengine wameingia baadaye. Nilisema naitwa Rose Gathoni Njoroge kutoka Gilgil. Mimi ni MCA Gilgil Ward. Yeah. Yes. Na nikiuleda from there? From there kwa maana nimekuwa kwa uongozi. First I was nominated. Sasa wakanichagua. Sasa naenda women rep. Thank you. Simpigie makofi. Tuna women rep kuno. Na ikuru thaici. Itukurugama nawe. Nginya ukione. Amen. Letiko. Na ndukametigire. Riu ngoro ni cinamuka. Cinamuka. Iria ikugwite. Umekumakite. Ati ni atutunya mundu. Ndio le single. Na ni de single. Mutie microphone kana agwe. Murenda mutumia we ni agwe. Na niguo muramuikia ritho. Na nduge wahoyo namba ya thimu ndukaheane. No ni meguthie Google-ini korora women rep meguthie nginya na ikuru gucaria. Nigetha makomenye niwe u. Nakuria unajua unakuja kuharibu. Bwana ziwe sana. Msalimie mwenzako mwambie karibu. Haleluya. Unaona kwetu kuna Wakorino MCA na kutakuwa na Mkorino women rep. Yes, kwetu ni Moro. Ni county moja. Kwao ni Girigiri. Kwetu ni wapi? Sisi ni kitu gapi? Wanaigeke ino kana kumushe gino kagari. Kweko ndo mogedwala. Kweko ndo mogedwala. DCI. Niki waturo ukautogeithie. Twire kuri otoire. Nona leo kwa muthe we muthaka. Ngani ukomenya Mukorino ni aroka. Toire atia? Toire uru. Wathire ku? Tabira githi training. Wathire training? Niliambia watu a few people. Mimi uliniambia? Siko wabera kiniambia. Training ya mbere ni ndakwĩrire ni ũrathiĩ. Na gĩuko kĩnjĩra ni ya confirm. Training ya kerĩ ũkĩnjĩra ni ngĩkwĩra ni ũrathiĩ. No ndagũtũmĩire mbica. Mbica? Day training ya gũkũmĩra. Twamenyanĩire mbica-inĩ. Twamenyanĩire mbica-inĩ. Kĩiganana. Tuthiĩ na mbere. Ndikĩ kĩngĩũrenda kũndũmĩra. I'm sorry kama nakonda hitirie. No ahitirie. I'm sorry. No ahitirie. I'm sorry. Tondu no iga process kaya twambĩrĩirie nawe. I'm sorry. Ndia gũkondemu ni andũ ndĩra tukubundithia. Na ndĩra gũbundithia nawe tondu niwe mwana ũrĩa wakwa mũkũrũ. Niwe harĩa twahutanirie nawe. Na no ũrĩa Ngai augĩire handũ harĩkũ? Haha. Na gũgĩkĩka. Na hiko ciothe nginya rĩrĩa wathiĩ ũgĩthiĩ rĩa mũico training ĩrĩ wokire wĩkĩrĩte uniform na ngũbia. Ũgĩũka ũkĩhũra tharuti wabici gwakwa. Ukijira ni ndathiĩ ngĩkwĩra guko ngĩkwĩra thiĩ ũrathimwo. Ukiuma hau ngĩkwĩra ukiuma hau ũkohetwo ranki ĩngĩ. Nĩguo gwathire. Haha ũraremirwo nĩkĩ? Wathi nĩ manegene marĩa mwarĩ namo ma andũ gũkũ. Nĩmo wathire wĩihũrĩtie.
wathire wihuretie wi murakara ni manegene maria mari maingi thikiriria ona ugikaigwa kwina inege ni ndi thoguo no nyita I'm your spiritual father ndi kindu giaku ngorogo nakio riu oka wenyura kanini ri ugathie ugacoka toguo wacoka igoka ningi ukanyona ngathie ugacoka toguo wacoka igoka ningi ukanyona no ndugoke moko matheri goka hari ukangeithio kanjira dadi riaga kanyamu gaka no ndirarathimwo kuu niko kuhingurithia irathimo na guikaria irathimo ni andirera mamenya atiriri mundu ni arathimagwo mutumia uyu agioka guku ri si mulimuona aumite ku kwa gwata ndai thetiwo ahuthiritwo na ni gwata mihiriga kenda ena nyaguo ciogo na indo ciothe anyariritwo akanyaririka wanyita but God came for her. She's blessed now. She's doing well and you are going far. Amen. Nini kiatu magoneganie tondu mweri-ini wa 10 hau kenda hau ri ni wakorwo ri ndege-ini. Amen. No gathike wira. Amen. Dikano gathi gutuika Mossad kana gathi gutuika Interpol kana gathi gutuika CIA uratoa gutuika kihari icio Interpol wina maroma ma Interpol. Thank you. Ikarede unaona nimenyaga maundu ona ngehitha habari zenu tena. Good. Haya katuma honi live. Tuma live. Na hemu dute kwendaga kuono. Na niono. Abia mwezako desire to know God. What is to desire to know God? Yeah? What is to desire to know God? Kudesire kujua Mungu ni kunini? Kwelireria kumenya Ngai ugo otiato sema kwelireria kumenya Ngai. Did you know that? To desire to know God, what does it mean? To have a hunger to hunger to know God. Kunyotera Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kunyotera nani? Kunyotera Ngai. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio kunyotera Ngai, kunyotera Ngai. Tarehe 18 tuko na youth conference. Ni kweli? Ian? Ni tarehe 18 on the 18th we are targeting to have 1000 youth here. Tuko na Tuva wa Citizen na watu wengine ni Mfalme Amani Initiative. It's gonna be big. Kwa hivyo kama uko na youth kwa nyumba, muwabie tuko na event hapa, very special event which is sponsored by Citizen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Ndura TV. All of us will be here because we are searching for talents. Then we empower them. Then we give them something. Kama ni wewe ni mtoto ni ako na mechanic, ako whatever that you are, we are going to empower them that day. So if you have a son like mother, how many sons do you have? Are they big enough? Tell them to come. Yes, tell them, how many sons do you have? Where is he? Where is this boy? Ako hapa, kuja. Unakaa hapo nyuma, usirudi kukaa hapo nyuma, kuja nikupatie kazi. Na mambo ya kutembeaga na mama kila siku achana nayo baba. Ataanza kukwambia wewe kuja, wewe kaa chini, wewe hadi, wewe rudi, wewe na kwa nini, wewe unachelewa. Ako tunakukomaga. Umeona uende pale kwa watu wa media. Ani yako wapi? Nenda huko. Umwambie nimekutuma akufundishe kushika kamera. Umeelewa? Alafu uitisha mama yako pesa. Nitakupeleka college ya 1 week ya kushika kamera. Ukuje ukuwe mtu wa media hapa. You getting me? Nenda huko sasa. Huko kazi. Mpige makosi amepata kazi. Yeah, lakini hapa. Msikie mambo we. Mambo ya mama. Wacha mnaye kidogo. Mwanake da. Ukiona mwanake akitida mumanite na nyina thutha, mali popote anaenda na mama yake. Nyina ne kumukegia ramukegia. Tondu aenda kumutua mwana gutiri higwa kona mugima. Ndonaga mami agioka haha na mukimo. Kanitha-ini. Ati andehera mukimo kuma gicagi. Na to waruga kunia. Ati
arehera mwana akuagĩrwo indo kumanya makĩmaga batĩte haha batĩte atĩ atwarĩra mwana can you imagine that mũndũ mũthuri tani ngĩreherwo irio atĩ mũkimo agakima mũkimo na niletea mũkimo hapana haiwezekani hapana ni mimi sasa nimpelekee ni mtoto yangu yes ndingĩgimara no ni imagine agĩkima mũkimo atĩ kuma moro akuwe mũkimo ndehere nginya gũkũ yeah ni sawa yeah ati ni adigire memories njega rĩu nũ ũrandugira mũkimo na gũkũ gũtirĩ mũndũ cũcũ Rakeri wandehagira gatheri ngari akega ngaigua wega na niguo ũratũrĩte ũnyendete ka ũratiganirie nani cũcũ kira ũndie kĩhagi kira ũndie kĩhagi ni korage igwa thoni ne kunoga kawo atwatoro ni gari ko kunene ona kuria mbere ona ko matina kuiga neke nĩgũcũngire nĩgũkomokomire matingĩnyitwo ũngĩrũgama hau maume hau rĩ mũthigari ũmere we kubafu wewe mtoto yangu wewe nafurahi na shosho sasa kwa sababu najaribu kusuguka najaribu kutafuta formula ya hii kitu ndio niwaambie lakini nimeipata sasa hii kazi yote ni ya wachawi ya hii kanisa arogia gũkũ ici nĩ ndo nĩ ithito iria mũrehete gũkũ mũkĩgeria kũroga ndũra oye nĩ mwaremirwo kũroga ndũra rĩu nĩ tũtũi tũtũ mũndehagira yani kamũkoragwo kamuonaga ndĩ chipu atĩa ici nĩ ithito ici ithito tũrarutaga gũkũ itĩ-inĩ cithinĩkĩrĩirio itĩ-inĩ ici yani amujuagi mimi najua kuona yani amujaerevuka mujue mimi na kuonaga mpaka matumbo na mimi najua ni nani aliweka hapa ni nani aka nikachaini ati sasa amenivuka wana karibu gaka joheto runa gaka rude hado kachuba ile aka ganethru ali aka kadru ali tiko morati nekegeki eto ni ukirota uguko nĩ kuoho njohetwo ndona rĩu haha ũnjoheirwo haha aho gĩkundo kĩu na rĩu rĩ magacoka makoya rĩrĩ makoya kahĩndĩ rĩu gaka nĩ gakĩ nĩ kahĩndĩ no ti nyoka gaka nĩ kahĩndĩ kagũrũ ka nyoni gaka nĩ kagũrũ atĩthiage ta kanyoni eke nĩ gĩthito nanyita na rĩu tũtũ rĩ no tũtũ ũyũ hata kuona lollipop rĩu kamwe kararĩ harĩa kona ĩrĩa ĩngĩ okona tũbangĩtwo wega tũrorete na rĩu na gũkũ atĩ nĩ mĩcare yani andũ nĩ akĩgu foolish gaka rĩu nĩ kongo ka nyoka kena nginya ritho rĩu mũrauga na nĩ inyuĩ mũrehage niwataje ufaidike na nini wata change tu wacha makiremetwo taru shosho oka shosho rutaru to ingĩmwĩka atĩa no ndĩmũhũre
riu ne nguhura thiĩ ndĩmwĩre nguo nekĩrĩte nĩ ya ngoma ndingĩmũmena no anyita ĩno nguo ĩkĩrĩte nĩ ya ngoma ana ndoĩ ona hanini ndoĩ nĩ mandoĩ rĩu twanjie kũmũkũma shaitani wewe roho mbaya just tell me ndoĩ kĩrĩa kĩrĩte agũrĩirwo nĩ mũriũ kana athire agĩkora kamũtumba akĩoya akĩgũra weyonire gakuo kega no ũyũ nĩ ngoma aragathĩrĩ rĩu ũyũ no ũyũ rĩ matakĩrĩ ũtiganu nanyita so no ũtirĩ mũndũ ũngĩkuga atĩ mũru humbĩra wĩkĩra wega na korwo ndĩna ĩngĩ no gũteithia ona nĩ ũkũruta oro rĩu no ũgũthiĩ kũmũgũrĩra nguo nĩ ũgũthiĩ kũmũgũrĩra na mbeca ciaku kana ũrenda ngũnengere ciakwa na mbeca ciaku gĩteng'ere thiĩ ũmũgũrĩre ga t-shirt kega teng'era oro rĩu nĩ wamaka rĩu ta imagine ũngĩangĩra kanitha ĩngĩ wĩngĩre ta ĩrĩa ya kina ũrĩa rĩ rĩrĩngĩrĩ ũgambio ũgũithio no rĩu we ndũĩ kĩrĩa wĩkeri rĩu nĩ gũtobora maũndũ ĩni tondũ no thiĩ rĩngĩ nyore nguo nĩ thaka na ngũre na rĩu nĩ ndamenya ũndũ ũngĩ wanjĩta haha wanjĩra nguo ti njega na ndirĩ nderwo nĩ mũndũ ũngĩ ũguo nanyita ndarĩerwo rĩu ona indo ta ici na nguo ĩno itirĩ tiganu no gũka ithe ndũgũka kuona ici nĩtikĩ gĩatũma ũrũgame gũke wona ithitũ na nĩwe na gĩthitũ ngũkĩraga nyone njĩtĩkie tondũ ndiĩtĩkĩtie kanitha no kũrehwo indo ta ici na ndũĩtĩkĩtie no nĩwe wĩ nacio ngũkĩraga ndĩrorere indo ici itarĩ njega itarĩ njega wekora nĩwe wĩ nacio na wacoka wanjĩra nĩ niĩ ndĩ nacio na ndikũmenyaga nĩkĩ ũranjĩtĩra thengiũ mamu nĩngwendete thikĩrĩria tia kũigua guoya wĩ njamba ya rũrĩrĩ ũkene nwanyita gũtirĩ mũndũ ũngĩkũmena nĩ ũndũ waku tondũ ndwerĩtwo ndũkĩrĩ mũthomu atĩ nĩ wathomire ũkĩmenya nĩkĩ gĩkĩ ndiathomete alafu ikarĩra gĩtĩ gĩkĩ haha amwĩra okĩte thank you that is how we need to do aya tigana nao they have tried I was not sent to the good people my boss Jesus Christ was never sent to good people he was sent to witches to devil worshippers to murderers and my boss told me they will come many of them ona kaba ũyũ ũrehage gĩthitũ gũkĩra arĩa moikarĩte haha mameragĩrie mata arĩrĩkia rĩ ma-TDH is equivalent ni sawa na hii ma-TDH torodaka de hadisam huyu na torodaka de hadisam hakuna difference kuna mama ako hapa hata nikihubiri saa hii nitahubiri nimalize nitauliza mtu swali tulisoma Biblia gani Bible gani hawajui lakini nienda muulize apostle alikuwa amevaaje atakudescribea mpaka ile ingine haionekani prophetically ni agũgũtarĩria tondũ akili yake yote haiko kwa church iko kwa huyu mjamaa because ametumwa as a vessel akuja nimalizie hapa and this is why I'm strong and I become strong and I grow strong daily Bwana Yesu asifiwe sana and that's why I love you guys doesn't matter kuna wengi wamekuja hapa si kejo idito siako nginya kebuko wewe endeleeni hii kidogo nendeni baharini chini ya maji ndio baharini hizi tutachoma yule mwenye alilete hii kuna kitu nitafanya na itajitokeleza kwako mmenelewa kuna kitu nitafanya itajitokeleza kwako in 2 weeks from today utakuja hapa kurepent in 2 weeks sasa hiyo muniachie wachawi warogi muniachie ndio ya msijali hapa hakuna mtu atafaulu wamenijaribu 5 good years non-stop daily wamekuja mpaka kwangu wamechiba idito kwangu kuna siku nimekuta mguu ya busi mlageti ya kwangu wamejaribu
They can't. Nimetoka bali. Mwambie mwenzako ule jamaa ametoka bali. Ta imagine kuhoro ridhathi. Mimi niko kwa hii mwili yangu imepitia risasi 12. Wewe hata ipite kwa uso yako unakufa. Ipite hivi unakufa. 12. Tulikuwa tunaiba na huyu mama ndiye alikuwa anaiba failo zangu. Ndio unaonaga huyu mama anajaribiki kwa huyu mama hata akijaribu kufanya vituko zake. Huyu jamaa mama ndio nilikuwa natuma anaenda anachukua failo. Inapotea na inapotea kutoka kotini. Huyu muona gahaha. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mwile tumuona gahaha mutumia huyo, lakini muhere umuthi huyo haya twarutirie ndugu yakwa nake to ni mutumia twe ndugu. Na tiyorire ndugu. No anyita. Kwale 1990 what? 99 98. 2000. 99 98 2000. Edagia hata kwate. Kibigoti hapo ndiye alikuwa anauza, lakini alikuwaga tumemweka hapo. Tukikuja na mali tunamwachia bagi, anaenda anaweka na sisi tunaenda. Dia mwenye tudiamenyanira huko. Acha uno wajigagira indo ciothe gikinya ukibigoti tukite shika bagi na tukaingira tugathie ithue tukamutiga nitwamutige mbeca cia mwisho ndagutigire mbeca cigana mbeca cia mwisho ndagutigire cigana aragia ni mathati mega 900,000 uguo kumuikiria na bagi oya na tugathie tugoka twaninire wiki cigana 3 weeks tugicoka kumuguthi kumuke na gutire kanyamu gakwa aria iya no anyita gutire kindu giakwa aria katia aria iya ni mutumia wa mundu ni muhiku mutikaje kumuona riu na maitho macio mangĩ uyu mutingi muhota arogi uyu mutingi hota hamwezani naye tumetoka bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ameniwekea buduki, huyu ameniwekea milioni 7 hivi na mwekea na bagi na muachia na unaenda unamaliza mwezi mzima bila kujua na unaenda na anaweka. This is the type of people I want in my ministry. Ndiendaga tu mundu tu twetuaga twega. Sitaki watu wazuri hapa. Nendeni Catholic, watu wazuri nendeni Catholic. Na muende hapa kwa baba yangu Harrison. Yaani huyo Harrison anataka watu wapole. Mimi na nganga hapa tunatakaga watu wabaya. Huyu baba mwingine. Huyu wa ngoto. Matuta. Yes, huyo. Muse huyo. Mimi sitakagi watu wazuri. I'm not good. Nini? Ati wewe ni mwizi. Jesus is for those people, the bad people. That is why he came. He never came for a good person. He came for a bank smoker. He came for a murderer. He came for a rapist. He came for that prostitute ako pale nje. Hiyo ndio sababu ya Yesu kukuja. Hakukuja kwa mtu mzuri. Na kwa sababu mimi nilikuwa unfortunate, very unfortunate. Wale watu Yesu waikara gake juragia acio wera na gate nao na nie ndire wacio. Uyu mundu tole charity ni mundu mwega muno. Uyikaraga matuini akaharuruka. Tucamanie nake haria gathi ici hukite haja akiharuruka kuma matu iguru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Ina wokovu. Natafuta. Mimi niko 12% sasa. My salvation iko 12%. Usisituke baba. Niko 12%. Ndio maana nilipatia Mungu nafasi kubwa ya 88%. Ndio aingie huko ndani 88. Aikoroge kabisa pole, aitengeneze pole, aitengeneze mpaka nikuje nikuwe ile kitu natakaga. Lakini kama ningempresent kwangu niende kwake niseme niko 100%, angekuja wapi? Na mlango nimefuga. Kila mtu you have a weakness. Every person has a challenge. And in this challenge, that is why you allow God to come and do something in you. You are not good. Akalia ule mtu anaitwa Peter. Simama Peter. Peter is a dangerous criminal. Dangerous. Kuja hapa Peter. Kuja hapa wakuone vizuri. Wanajua wanakuchezeaga hapa. This is a very dangerous man. Huyu mtu anabebaka bunduki 3. Na ana operate zote huyu unaona hapa. Na unaweza kufikiria ni mzee mzuri, anaenda biguni. Sasa hii ni criminal. Huyu jamaa unaona huko. Mwambie baba, pale tulikutana. Tumetoana mbali na apostle. Mwambie hata sasa unavutaga bagi gapi? Kwa sasa nimeacha. Lakini ni juzi tu umeacha. Sasa ni kamoja, si ndio? Kuacha ni kama
Umedrop from 10 to 1. Tunangoja ile iko kwa kichwa. Unajua inachukuanga 7 years. Sasa ile kwa kichwa ndio inaenda. Ndio inaenda kitoka. Inaenda kitoka. Thank you. Lakini ametureform and I'm happy for that. Yes. Yes, I loved, niliwapenda because hata mimi nilipendwa. Kama Harrison hangenipenda, ningeuliwa. Polisi wageni walikuwa wanataka kuniua. Lakini sasa nisipopenda hawa. Sasa huyu ndiye ametengeneza ile kiti iko pale. Unaona ile kiti? Ni huyu ametengeneza. Ile kiti iko pale. Ni huyu ametengeneza. Na alikuwa mwizi sugu. Alafu mnasema hakuna kazi. Mnasema mnataka miracle ikuje. A miracle to drop from heaven. Ati ndio sasa upate pesa. Acha nikwambie, mtu akuje kuniomba pesa hapa nitakuweka sirap. Na Yesu aendelee kuitwa Yesu. Kuja nikufundishe jinsi ya huyu jamaa sasa ako na workshop yake kubwa. He is doing. Yeye ndiye alitengeneza hizi zote, hizi interior design from nowhere. He became. He stopped. Nikamwambia weka bunduki chini nikufundishe kazi. Amejua kazi sasa. Sasa ako na pesa yake. Sasa ananiambia next week niende nikawekelea gari mkono. Kupiga hawa watu, kuwadharau. We need them because these are the people that Jesus came for. This is the reason Jesus died. Jesus died not because of you, the good one. Jesus died not because of you who lives in heaven. He died because of me and this gentleman. That is why we are proud people. Tunaliga. Si unaona venye tunaliga? Unaona venye naliga? Napitaka saa zingine napitaka huko barabara. Na timing wakati sasa watu wamejaa kwa barabara. Naenda nakanyaga nikaenda hivi. Unajua nakanyaga sasa nikiwa kwa barabara ukinikuta wanga na bounce kidogo na diago. Na napita mahali kweli, mahali wataona ni yeye anapita unakuta sasa. Alafu ukiwatishia vizuri unageuka hivi. Unaona wote wanaangalia na kuingine yani ni kama kiria wanaangalia na kuingine. Because wanakujua you are not a good person. You command. Bwana Yesu asifiwe sana. You do what? You command. And mimi sitaki waoga hapa. Sitaki nini? Waoga. Mimi nataka warogi. Warogi ndio nataka mkuje wengi. Muone venye mnaibika bure for nothing. Don't waste your time. Don't waste your time. Just come and get saved. Tuanze safari. Tuanze kesho kuja tuanze safari. Tunaanza safari ya mfalme wa amani. Kenya mzima. Na tunasema napenda nini? Napenda amani. Tunazunguka from Nakuru ni kulonji. Kesho tunaenda kulonji. Kutoka hapo ni kuenda. Hiyo ndio ministry Mungu aliniitia. Hii ya kukaa hapa 4 walls hii ndio naona mmeanza kuniletea uchawi kwa sababu I've locked myself where I'm not supposed to be. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutaleta Rosi hapa atakuja kuwa pastor wa hii kanisa. Fanatiko. Ndio mahuja gidi. Kakolehera ado kahuja. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukali naye. Na ukali kiki. Yeah? Sindio? Let us tuangalie desire to know who? The desire to know God. Mwambie mwenzako usiniguze. Dakika 15 tu ndio tumalize. Tutuko na 30 minutes. Knowing God is the essence of eternal life. Kumjua Mungu ndio kitu nguzo muhimu sana. Kumjua Mungu, kumenya agai ndio nguzo muhimu sana katika maisha yetu. Tusipomjua Mungu, hauwezi kuelewa dunia hii watu wanakaa namna gani. If you don't understand and know God, you will never understand the reason God created you for. Because if you don't know God or understand God, you will never be able to understand why He created you. God created you with a purpose. And this purpose Him only knows. Yeye peke yake ndio anajua. Ndiye anaelewa. Ndiye understand ni kwa nini alikuita. Kwa hivyo usipomjua na yeye hauwezi kumuelewa na hautajua sababu. Na ndio naona watu wengi wanakibisana na miracles instead of understanding God. If the moment you can take one moment, uchukue dakika moja, ujaribu kumjua Mungu. Ujue ni kwa nini alikutengeneza. Ujue Mungu anaitwa Mungu kwa nini. Why is God called Jehovah Jireh? Ni kwa nini anaitwa Jehovah Jireh? Ni kwa nini anaitwa Jehovah Nisi? Ni kwa nini anaitwa Jehovah Shalom? Ni kwa nini anaitwa Jehovah Rafa? Ni why is he being called that? Mbona asikae na jina moja tu? Bwana Yesu asifiwe sana. Nikigetuma kutoka kwa Jehova kwa watu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Ni kwa nini tunamuitanisha na mtu? Because God varies from one point to another point. Venye wewe uliitwa sivyo mimi niliitwa.
Uliitwa kivingine. There is a reason God called you. And if you cannot sit down to understand God, you will never be able to understand the reason why God called you. And if you don't understand the reason why God called you, you will not be able to know the reason you are on earth. And that is why we are so confused. Because wewe unakaa duniani na unajua ya kwamba Mungu alikuumba na akakuweka kwa dunia hii na akakupatia mali yote ya dunia na akakupatia utajiri yote ya dunia na akakwambia subdue and dominate the earth. Genesis 1, 26, 27 and 28. Na akamwambia, I have given you dominion to dominate the earth. I have given you power to dominate the earth. Subdue it. Akakupatia wanyama, akakupatia milima, akakupatia miti, akakupatia ndege za angani na samaki za majini, akakwambia tawala hizi vitu, tawala. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa hizi vitu vile vimekutawala. Dunia imekutawala. You are not living in this world. Unakaa ni kama wewe ni mgeni. Unakaa ni kama wewe haujielewi. You cannot survive mpaka chakula umekosa. Na alikupatia, akakupatia samaki, akakupatia wanyama, akakupatia milima, akakupatia miti, alikupatia okashosho, akakupatia kila kitu. But you are still crying that you are poor. You cannot afford a meal. Ati unasema mimi I am living hand to mouth. How will you live hand to mouth? Haji sasa na mlete hiyo shosho na alikupatia kila kitu. He gave you dominion, akakupatia akakwambia subdue the earth, akakupatia kila kitu, wanyama wote, baka nyoka alikupatia ukule, baka chura. Yes, wow. Leheyo yarogi nego meshinaniria neno isi hoire nyumba nima dio cirore wega wana sore tokinya mugikiri giki ndona giki nigikoma ndakena nĩ gũcokia nĩ ndacokia ngatho nĩ thengio ũrathimwo na ũthiĩ na mbere na gũtũhoera tũgĩe na hinya mũingĩ wa kuonaga maũndũ ta maya wa gũtaũraga maũndũ na Ngai akwende nĩguo nĩ ikare thĩ thikĩrĩrie kiugo rĩu. Haya good, mpigie ni makofi na upigie Roda akwapi Roda mpigie Roda ona gũtuka kamũtwe gaku gatirĩ garoka wega no nĩ gegũka wega tugukarunga tutakupa nelbit vizuri mpaka ukakuwa laini. Mewa, we have been given everything but you are still crying. You are still being a witch but no korogoraroga na uhetotoga no keheo maundu mothe ndio ukathoma Biblia, unasoma Biblia, unasoma Waefeso inakwambia no weapon fashioned against me that it can be able to torment me is manifested in the whole world. Si hapa tu, hii ni practice tunafanya. Maria, Yesu ni okire. Umuthe ka etoro ilima nyaroka. Kutha kenda ni gushomoka. Ali okire da ciana. Shada kenda we. Yari ilima ni kuthambia thambio ni aure ni Mary Magdalene. No. Ni marathi kumushake. Marathi kumushake. Mati DH marathi kumushake. Bwana Yesu asifiwe sana. In this that you have to understand, by desiring to know God, there is a door that will open. If you desire to know God, God will open a door for a class to be able to understand him. Just desire. Have that desire. And that guy want to know God. Why God does he behave the way he behaves? Why does God live wherever he lives? How does he look like? Wengine wanasema God is omnipresent. Wengine wanasema God is omnipotent. Wengine wanasema God is like this. God does this. This desire. Want to know him. Want to know him. Who created God? Want to know him. Bwana Yesu asifiwe. Ask critical question. Kuna siku niliuliza critical question hapa. Shosho waje ukanikaoza kaniuliza ati nimeongea vibaya. Mimi niliuliza huyu mama Maria alikuwa anaosha Yesu na mguu na nywele yake na nywele ilikuwa mrefu na nywele akamuosha alikuwa anafanya nini? Massage na nywele. Na huko kulikuwa anavaa kajo. Sasa mimi I just ask a genuine question because I want to know Jesus alikuwaje? Why was Jesus? Why do we preach about Jesus all over the world? What kind of a human being was he? Bwana Yesu asifiwe sana. How did he come? Imagine uketokero mutumia wa kwenda ihunatiri yaku. Wacho kokero ati mudoshi ni atwe kanwe mohono kania wathi.
ati mutumia waku ena ihu na tiri yaku ucoke mwana ucio wena ihu mutumia mwana ucio waciaro na ihu na tiri yaku yacoke tuke niwe watuika muhonokania wathi. You see, you need to ask yourself question, how did it happen? Why would God choose that line? Bwana Yesu asifiwe sana. When you understand, you can deeper to understand that, it will make you go closer to Jesus and understand him, understand the concept of Jesus Christ, understand why Jesus was crucified. You need to know. Jesus, huyu nani anaitwa nani? Huyu aliuza Jesus alikuwa anaitwa nani? Judas. Akiuza Yesu. Yesu alikuwa anajua Yesu atakufa. If we get into the shoe of Judas, huyu man, huyu Judas, alikuwa anajua Yesu atakufa? No. Sincerely, this man was not selling Jesus ati atakufa. He knew Jesus can turn into air. But he knew these guys, they have money. Wacha tuchukue hii pesa, Yesu atabadilika, atakuwa nini? Hewa. Na ende, na tuchukue pesa. That was the idea of Judas. Because Judas was a creative man. Na hiyo kanisa inatakaga watu kama majudas wengi. Very creative. Watu wanajua kupaga maneno. Watu wanajua, si aliangalia akaona, huyu mama, si alikuwa prostitute. Alikuwa na wanaume 7. Ndio ameshika mguu ya Yesu. Na anapagusa na kichwa. Judas akaangalia akaona, mtumio onyewe tudhukiria jaba hito. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuja akamvuta mama akamwambia, alikuja na uchaja. Akamwambia mama, hii mafuta hii. Na umetoa wapi mafuta? Hii ni magoro. Akamwambia Yesu mkubwa wake, "Mwanene, makuta atoke kende mmebesha." Lakini alikuwa anataka kuodoanisha huyu mama na Mhonokia. Kwa sababu mama alikuwa na direction nyingine paya. Maana is a prostitute. And you can imagine who is a prostitute. Alafu urudi ujue Yesu ametoka kwa kirani ya prostitute. Kama mimi. Yesu alikuwa ametoka kirani ya Juda. Akalia Juda kutoka chini, kutoka Jakobo, kutoka Ibrahim. Ibrahim alikamata maid. Haleluya. Hiyo ndio ukoo ya Yesu. Na ndio nakwambiaga lazima ujiangalie ukoo yenu. Umetoka kwa ukoo gani? Wacha kungangana tukisema ati umeokoka. Hapana. Kama umetoka ukoo yenye uko na polygamous, usharati mingi, I'm telling you, hata ukienda Amerika bado hawajui kuongea Kikuyu, utakuta wakikuuliza hanyonyano rinyana rinyeniano, hata kuongelea Kispanyolo, kwa sababu amekuona na kwa sababu una attraction, nuraguciriria tondu wina thakame ya maundu macio. And this is what makes us go wrong, because fail to understand what is your originality, where have you come from, what is your bloodline. Your bloodline determines what you become. Mimi ndio naonanga niko na wanawake wengi, maana Guka alikuwa na 38. Haleluya. Haleluya. Hiyo hamwezi kuongea. Haleluya. Haleluya. Guka yangu alikuwa na 38. Huyo baba yangu alikuwa na 2 wale wanajulikana. Lakini kuna mahali tuliendaga na masisi na yeye hapa Limuru. Nikaona wale wamezibia simama watoto wa huyu mama. Nikaona hii ni sura yetu. Lakini nikauliza, ni kwa nini baba alinichukua akaniambia Ndura madhiko? Tukaenda madhiko. Nikamuuliza hawa ni familia yetu. Kejawe tigashuria nyingi. Na nikaona mzee anapatiwa heshima mzuri. Wale majamaa walisimama, nikaona ni sura. Na ni wengi, walikuwa kitu watu 15. Ni sura. Wakalia kule kwetu nyumbani tuko 20. Hapa nimeona wengine 15. Na wale wengine tujui. Bwana Yesu asifiwe sana. So ukijiunderstand, hiyo ndio lineage yako. That is how you can be able to work out a formula how to come out of it. First of all, you have to understand, umetoka kwa lineage ambayo inapenda hii maneno. That unaonaga mnanikuamiliaga hapa. Si nyinyi wabaya. That's why I cannot chase you. Ukibaka utororoki kabisa ndio nitakufukuza. Lakini sasa huyu Florence, namvumilia, nitamvumilia tu maana mimi ndio attraction. Si yeye shida, ni mimi shida. Unakuta baka shosho ananyenyekea, anatemea kama ananyenyekea. Kwa sio yeye shida, ni mimi. So I have to address the problem, me as the problem. Unaweka Ukristo yako kando, unarudi unaenda Guka, you address it from there. Unaona Guka alikuwa na 38, kama alikuwa na 38 amezaa watoto wangapi? Out of that 8. Na wale wa 38 wameenda hivi. Utakuta mpaka bibi yangu mmoja ni mmoja wa hiyo watoto wa Guka. Inaitwa incest. Yes, unajikuta kwenye incest.
Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how to understand. That is what we call Christianity. And that is why Jesus brought Christianity, so that you can know your background. That is why he went to the grave. Akateremushwa ndani ya kaburi, akazikwa ndani ya kaburi, agethie kuri akuo, agethie na kou, akenina gekuo, akerwa bara cia na kou thi, akerwa bara cia mithingi ire kuohete, nigetha uri wothe ukumwitikia agatuika wa kuhonoka. Bwana Yesu asifiwe sana. The reason of Jesus coming is to open the gates for you, so that you can go deeper, understand yourself. The moment you be able to understand yourself, yeah, that is the time you come out. Ado taria mashari tu mari gati, chena cia gati. Hello, mnajua chena watoto wa gati? Watoto wa gati wanaishi na laana. Ni watu wanaishi kwa laana, sema laana. Na watoto wa maumau bado wataishi kwa nini? Kama sasa tuseme mimi guka alikuwa maumau, baba yangu alikuwa maumau, mama yangu alikuwa maumau. Mmoja ya mama ya watoto wangu. Mnajua watoto wangu ni wangapi? Yeah? Jero yako hapa? Yeah, ni wengi. Mmoja kati ya watoto bibi zangu wote, watoto bibi zatu ni za home guard. Ametoka kwa hiyo lineage ya home guard. Wakati baba yangu na guka walikuwa nakula kiapo, walikuwa nakula kiapo against home guards. Na wakaambia home guards, walikuwa nashika teri hivi, wanauma teri, wanasema mugirothurwo ni teri, na mugirogekwo, na mutikana therema, na mutikana gia indo, na indo muna mugikage itikamunyita moko, na igigoka moko-ine manyu ciana cianyu itikana thoma, na igigathoma itikage thayo. Hivyo ndivyo walilaniwa home guards. Yeah? Ugo ni mama marumire. Ate mutikage kindu na mugikake gia gitikana muguna, na ciana cianyu itikana guno ni teri uyo, na ikagacemania na teri uyo itikana therema. Niguo. Yule msali kwa mama ako 106 years. Mama. Sasa mimi hao ambao walilaniwa abokire mashosho. Shosho, batiga nini? Tigana muthuri ucio. Leure. Mimi abaye guka yangu alilaani hawa watu, abaye baba yangu alilaani hawa watu, abaye mama yangu alilaani hawa watu. Wasichana watatu wa hawa watu walilaaniwa. Nimezaa na wao. Mimi ambaye ni sosi ya laana ya kuwalaani, nimeenda kwa wale tulilaani, nimeoa. Kuna peace? Hawezi kuna peace. You can never find peace, because kuna laana na umeileta ndani ya nyumba kwenu, in your bloodline. So not unless you address that, Christianity will not address it. Christianity is religion, but Christianity is supposed to be a movement in your life that germinates, inakuweka moto wa kuenda kujijua, kuelewa huyo mke muko na yeye ni mke wa nani. Baba yako alikuwa maumau, na umeoa mtoto ya home guard, itakuaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Itafanya nini? Itakuaje? Itaende, because there is a curse operating. Na hii curse inaenda to the 5th generation. Hallelujah. Inaenda to the 5th generation. You will suffer. That is why Jesus came to break these bondages. But Jesus' bondage cannot be able to be active in your life if you don't understand what you are supposed to break. You must have the understanding. Lazima ukue na kuelewa ni nini unavuja, ni madhabahu gani inavuja. Sasa umeenda kwingine umekuta guka yangu alikuwaga muganga. Bwana Yesu asifiwe sana. Guka yangu alikuwaga muganga, na sasa mimi nimeokoka. Kwa hivyo kwetu kama guka alikuwaga muganga, alichinja mabuzi, alichinja makuku, alichinja mang'ombe, alifanya uganga yake kwa hiyo shamba yake. Huko ndio uganga yake ilifikwa. Kuniko idhito idhiketo. Huko ndio vitu zote alikuwa anafanyia kazi ziko. The territory iko huko. The power iko huko. Kila kitu iko huko. Mimi na operate kutoka kwetu. Kule nimepatiwa kashamba ni kwetu. Kule nimejenga kadhigira yangu ni kwetu. Mahali kumezikwa hizo vitu. Mimi sikujua kama kuna vitu zimezikwa. Mimi nimekuja hapa napitia problemu mingi, mateso mingi. Sio kwa sababu ni wewe uko na shida. Sio shodi yako na shida. Alikufuga. Bwana Yesu sio sana. Nikiangalia hapa naona kuna wagaga wengi sana. Wengi. Agaga na twena mashiareto mali agaga. Hapa naona mulizaliwa ukiwa muganga na haujui unakuwaga muganga.
Mimi nilizaliwa nikiwa na chain. Mimi nilizaliwa nikiwa na hizo bogo. Hapa tano na chain. Bwana Yesu asifiwe sana. So when I was able to know this, na nikajua mimi kuweko ukizaliwa mtoto akizaliwa na chain katika lugha yetu ya Wakikuyu ni mudhamaki. Nikajua mimi ni mudhamaki. Ndio naona na push mfalme wa amani. Todo inside me there is an authority. Inside me kwena udhamaki. Na udhamaki ucio no ginya de oremere ginya umire. Kacho kakimenya bogo neke. Ni uragori nogo. Ndio naona sasa mimi wakati nilikuja nikazivuja, nikaondoka kwa hiyo, nikaingia kwa Yesu. Sasa nina manifest in the blood of Jesus. Because I was able to break them. I was able to disconnect myself from them, and I connected myself to the blood of Jesus. That is why I'll be able to say, hata ukiniletea uchawi, I know because I was supposed to be born to be this. Sasa ukiniletea uchawi, ninajua ukilete. Ukiniletea hii, najua hii ni ya nini. Because this one was in me. It was supposed to be in me. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naona kuambia hapa nyinyi wengi. Kama hukaka nikamchawi, haka nikamgaga, huyu ni mgaga, huyu ni mgaga, huyu ni mgaga. Acha niwaonyeshe ule brown pale ni mgaga, huyo. Acha nikuonyeshe mgaga mwingine, huyu ni mgaga, huyu ni mgaga. Na uende fuatilia utajikuta huyu anafaa kuwa mchawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. But now that is why I strive very hard. Nangangana kabisa ni kudilink kutoka kwa huo ulimwengu ndio nikulete kwa ulimwengu huu. Maana uko kanisani but connected the other side. Sasa kile kitu unajifungulia vita. Sasa wewe unakata mti na ndio umekalia. Bwana Yesu unakuja kusema wachawi, tunavuja wachawi, tunasambaratisha kazi za wachawi katika jina la Yesu. Tunaharibu mipango yao, misigi yao, tunaharibu musigi na ndio umesimama. Urugamete muthigi ni wa rogi. Waketo ni arogi, uhiago irio ni arogi, uhiketio ni morogi. Alafu nakuja hapa kusema katika jina, na wale walichicha busi wao wamekuja na kafefte hapa. Kule busi ni nasema na maango yako wote wanachijaga mabusi, wanachijaga mavitu. Kule maango yako wote wanaendelea kusaseni kigogona. Hapa ile kitu umekuja nayo ni kafefte kamuzee, kamezeeka kukuliko. Yatu inakuja kuekelea hapa kwa madhabahu atika kutetee. Hakuna. You cannot be able to succeed. Utaishi hapa bebe nasema katika jina nefuja na haribu nateketesa imin riako ya makanta barama. Iyo sio ni ngoma usiaja kwalia dhaini wako. Sasa ni wale wagaga, wale wa kwenu. Kuna watu wanadiomaga hapa. Unasikia hizo diomi, unajua huyo ni kukaa naongea. Na kukaa na kuuliza, ukija kutoditaga. Sasa unafikiria umedioma, mimi nasikiaga diomi zote. Msifikirie sisikiagi, nasikiaga zote. Lakini sasa najifanyanga sikusikia. Lakini kumbe mgukana niambia wachana na mtu ni wetu. Kuna watu nafanyaga deliverance hapo, naona guka yake amekuja amesimama hapa. Ananiuliza huyu unampeleka wapi? Naambia guka, toka bio. Enda bio, toka kutoka ndani yake. Na unaona guka naenda. Because huyo ndiye amemkamata. Umekamatwa na laana. Laana zinakukamataga. Laana ngapi? Kutoka mwaka wa kwa inaitwa nini? Sio mwaka, inaitwa generation moja, generation nyingine, generation ya 3, generation ya 4, generation ya 5, 5 good generation. Ukiteseka na hujui, utakushida hapo ukisema Yesu, Bwana Yesu, katika jina la Yesu, damu ya Yesu. Na utile wale marutire igongona walitoa dhabihu. Bwana Yesu sasa ana marutire igongona, magethija mburi, magethija ng'ombe, walichinja kuku. Wewe hapo unakuja kusema Bwana Yesu na umekauka kama kamilioni kakibadilisha kara. Have una expect there is change. Unapigana na wale wanafaa kukupatia chakula. Maana kigogona madhabahu ndio upatia wewe kazi. Madhabahu ndio ukupatia ndoa. Madhabahu ndio ukupatia biashara. Hiyo kiti uko nayo ni madhabahu ndio inakutetea. Madhabahu si wokovu. Wokovu hauna power ya kukupatia chochote. Wokovu ni relationship yako na Mungu. Lakini kupata chochote dunia hii ni madhabahu. Na vitu za dunia zote zimeshikwa na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila kitu. Abraham ndio apatiwe vitu. Ndio apatiwe akue baba wa imani. Apatiwe utajiri wote. Aliambiwa na Mungu aende wapi? Mount Moriah. Apeleke mtoto wake. Akapeleka kule. Alipokuwa anataka kuchinja, Mungu akamwambia geuka hapo nyuma.
Akamwonyesha kuna mbuzi hapo. Akachukua ule mwana kondoo, akamtoa dhabihu. Kisha Mungu akamuita mara ya pili. Akamuita Abraham, Abraham. Akasema naam, niko hapa. Akamwambia kwa sababu haukuninyima mtoto wako. Kwa sababu haukunyima nini? Kwa sababu haukuninyima. Kwa sababu. Hiyo ndio reason. Hiyo story yote ya kuenda mlima Mungu alikuwa na test. Verse 20, chapter number 22 ya Genesis, pale verse 1 anasema after this thing God tested Abraham. Baada wa maodo maya Ngai yakegeria Abraham rege. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapeleka mpaka mlimani, akienda kuweka kisu. Maana Mungu alikuwa anataka kujua kama utafika hapo. Ndio akamwambia kutoka sasa, kwa sababu haukuninyima mtoto, na mimi, Bwana Yesu asifiwe sana, na mimi kukubariki nitakubariki. Utakuwa mwingi kama mchanga wa baharini ama nyota za mbinguni, kwa sababu amepita mtihani wa kutaka kuchinja mtoto. That is all God is looking at us. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuvunja madhabahu. Maana Mungu alimwambia hapo, ndiye alirudi akamwambia, "Anza safari, uondoke kwa baba yako mpaka ile nchi ninaenda kukupeleka kukuonyesha." Maana ameinua madhabahu, amechinja mbuzi, ameinua madhabahu na mbingu imekubali, amepatiwa mamlaka ya kumiliki dunia. Otherwise angebariki. Kama angekataa na mtoto, angewacha kwa baba yake. Aliondolewa. Kumbuka Abraham alikuwa na mangamia, alikuwa na mambuzi, alikuwa na mapunda, lakini Mungu akamwambia, "Tengeneza safari, ninataka kukupeleka kwa nchi ambayo naenda Hakumwambia ni wapi. Alimwambia panga safari. Naye Abraham akaenda kabia mke wake, "Yurake menya nituragethi." Bibi na ni Wanyere. Hapana, bibi Wanyere wanakuaga ni wazuri, wanatiigi. Bibi ni wa Kiambu. Na ni makete ya buroti ruda. Nurake menya Ngai arakiuga tu magare. Ate aitha wa ithaka. Ate rauga atia. Ni ukwenda ukarorwo ni Ndura. Mumwitaga Frangi Jenga. Ni ukwenda ukarorwo. Hawezi kubali. Lakini mke pia Mungu alikuwa amemtengeneza. Kwa sababu kuna baraka ilikuwa mbele. When God is testing you, is testing you because there is something anataka kukupatia. Kuna kitu anataka kukupatia. Kuna mamlaka, kuna bingu anataka kukufungulia. Kuna kifungua anakupatia kipya. Bwana Yesu asifiwe sana. And this can only come not by salvation. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why God gave his own son as a sacrifice. Sharidi. Hebu simama. Simama tu. Wewe, simama. Edeni pale ije mkimaliza na mkuje. Toka. Enda kwenda nje. Akamwambia, "Nenda, kuna nchi na kupeleka. Nikikufikisha huko, hapo ndio nitakwambia." Lakini kumbuka amempatia ahadi. And that is where we get Abrahamic covenant. A covenant will come because you have agreed to do the will of God. A covenant will come because you have agreed to walk with God. Bwana Yesu asifiwe sana. God tested Abraham. And then Abraham passed the test. Kisha akampatia covenant. Akamwambia utaongezeka. Akamwambia utatajirika. Akamwambia you will never be the same again. Na true to that. Na akamwambia watoto wako, your generation will never be defeated by their enemies. Ndio unaona Isaac akienda Egypt kwenda kutafuta chakula, Mungu alimgeuzia kwa barabara. Maana God had a covenant with Abraham ya kwamba watoto wako hawatakupata shida. They will never be suffering. Akamwambia geuka, akamwambia rudi mpaka Ai. Akaenda Ai, kumbe Ai kulikuwa ni desert for 6 years. There was no rain. 6 good years. Akamwambia hapa ndio utalima, na hapa utakilima utatajirika. In Genesis chapter number 24 and 26 the Bible says, "And the man did cultivate." Akalima kukiwa na jua. Akalima, akapanda kukiwa na jua. Akalima kukiwa na jua. Everything kulikuwa dry. But during the harvest, the man harvested. The Bible says, "And the man became wealthy." Mtu akatajirika, akakuwa na pesa mingi, akakuwa na utajiri mkubwa. Ni kwa nini? Madhabahu ya baba yake ilimpigania. Bwana Yesu asifiwe sana.
Na Jakobo akatoka baada ya kuchukua oligidadi ya mtu ambaye amelaniwa. Akatoroka kaenda kwa Labani. Alipofika kuna kitu hata kimoja aliguza kikakosa kuongezeka, kwa sababu alikuwa ndani ya covenant, alikuwa ndani ya madhabahu ya guka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati alianza Bwana ni agoshwa. Haleluya. Inakurudisha paka nyumbani. Ndio naona watu wengi wamerudishwa. Na kuna watu wako Nairobi wanaishi maisha ya nyumbani. Maikara ya geshagi. Wako Nairobi lakini wanaishi maisha ya geshagi. Ukienda uingie. Kuna tu nyumba tunaigiaga huku na yedo unaigia. Unaona venye mama anavaa huko town vizuri. Na usiniulize ninakuwa nikienda kufanya nini. Unaona mama amedress vizuri mpaka unaona ile nguo amevaa, lakini yenda kwake. Uingie utakuta burageti kwa murago. Kikombe utakutana kule nje. Okora nyausi ya neighbor sigeshona gekombe kile ugekero sai hauja ola kanyau kagamba gakoria basa ukona nyau ya neighbor niaje wekate ila kuthiruka goko todo huyo mundu ako geshagi hayuko Nairobi. Kuna watu wanakaa hapa, uende kwao just ende watembelee uone nyumba venye imekaa, wanafagiaga wakirudisha na chini ya kitanda. Mama wengine wanataka kuolewa na Apostle Ndura Waruinge, anafagiaga akirudisha chini ya kitanda kwa sababu aliyogishagi ndio kana Nairobi. Ni mwili ukoragwo guku no hakiri na ngoro na mwili na spirit ciothe ciegeshagi tondu kigongona gia kwao gitire kia mwitikirio ke Nairobi nigetha kimuseti free ethondekere kigongona giake na agene indo ciake. Lazima ndio Abraham abarikiwe, aliondolewa kwa baba yake. Mungu mwenyewe alifanya plan, akamwambia anza safari uende mpaka ile nchi ambayo unaenda kukubarikia. Hakumwambia ni nchi gani. You must disconnect yourself from the altars of your father. Madhabahu ya baba yako ni mbaya. Hata afadhali ukae na wachawi kama hawana. Ndio naona siogopi hawa wachawi kwa sababu hawa najua hakuna kitu wanaweza kunifanya. Lakini madhabahu ya baba yangu ni mbaya, itanifuga. Wana wa Israeli waliteseka miaka 7. Judges chapter number 6. Waliteseka miaka 7. Nao wana wa Israeli wakafanya mambo yaliyochukizwa mbele ya Mungu. Naye Mungu akawapatiana kwa mikono ya Midiani miaka 7. Why? Wakati Gideoni ameng'ang'ana kutengeneza 32,000 men, Mungu alikuja akamwambia you man of valor, hii vita utaishinda kama wewe mwenyewe. Bwana akamuuliza, mimi baba, mimi nimetoka kwenye muhereka kidogo na mimi ndio wa mwisho kwetu. What will happen? Mimi niweze nini? Sasa sana. The problem is your father. Bwana akamwambia nenda kwa zizi ya baba yako. Huyu msojo wa dhejete ado makiria magirie moyo. Uno anagagererio. Yeah? Adeke, wana guhehete oguo. Ni ule wamona. Gutiri wanemaga uriku. Wena wanemire. Acha. Kumahinya. Eni. Riu ungene ono. Ukirwira teri. Ungene otha ici no hinya. Ona riu ingene no iguhinya. Ndio kuhinya. Sasa niambie watoto wake wanaishi maisha gani? Wewe gurugeire jahi miaka igana. Tukado. Ndio manao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu pia alifanya, amemwaga damu. Hiyo damu itafuata watoto wake, itafuata kizazi chake. Utaki tuweke ni mami wanyu na ni mami nijimwedete na mununulia kaguo na mpelekea nyumbani, lakini kuna kitu amenibebesha. Kuna mzigo. Ile mateso yote umeona nimeteseka dunia hii ni kwa sababu ya guka yangu na baba yangu na mama yangu. Wakati nilikamatwa siku ya kwanza, nilikapelekwa Kamiti, Burokodi, Dumu na Badateiti. Wakati nilitoka nikaambia mama yangu kule nilikuwa nimefugiwa, akaniambia huko yeye ndiye aliserve. Alikaa miaka 7 huko wakiwa na Ngena, wakiwa na bibi ya Kemadhi, walifugwa miaka 7. Walikaa Burokodi, Dumu na Badateiti. Sasa niambie, nisipojielewa niende nikate hiyo brokodi, na by the time nikuje kujua kukata hiyo brokodi nimeenda jela 52 times. Ikiniita mahali mama yangu alikuwa naenda, na ni mashtaka yangu yote ilikuwa bunduki. Mama yangu alishikwa na bunduki 7. Unaelewa sasa? Sasa wewe unang'ang'ana hapa, Yesu unalinaye, unalikunda, unalikototo, unaliakandara, yana morikianda, uliambeketende, lakini umeshikiwa kule Kamiti. Mimi nilikuwa nimekamatwa. Ni mama yangu alikomandi mapolisi wanishike.
roho ya mama yangu ile ya kuenda Kamete, hiyo roho ndio ilikuwa na command mapolisi wanifanya nini. Naye roho ya guka yangu ndio alianzisha Maumau, mimi ndio nilianzisha Mogeke tukiwa na Maina Jega. Unanielewa? Lakini Bwana Yesu asifiwe sana. So Gideoni alikuwa anang'ang'ana kutengeneza 32,000 people wa kwenda kupigana na maadui. Lakini adui alikuwa kwa nyumba, ndani ya nyumba. Adui ndiye alikuwa anampatia chakula. Adui ndiye alikuwa anakaa naye chini wakipanga kutengeneza kikosi. Ni adui, ni baba yake. Adui ako ndani yako. And this is why you are suffering. Unang'ang'ana huko ati umedhioma, umeenda makanisa moja, umeenda makanisa 100. Kumbe adui huyu ndio anakupeleka kanisa hiyo 100 ndio upoteze. Baba ya Gideoni ndiye alikuwa anambia Gideoni, haleluya nake, ndio thondeke nake. Akatengeneza Mogeke. Ama nafikiria hiyo jeshi ilikuwa gani? Ni Mogeke. Kudi haramu. Lakini wakati Mungu aliamua, akakuja akamwambia, wewe hizi vita utavishinda kama wewe peke yako. Hautashinda mkiwa kikundi kikubwa. Maana makosa si kikundi, makosa sio nyinyi. Baba yako ndio shida. Akaambia, nenda kwa zizi ya baba yako, chukua ndume 2 wa miaka 7, uende ubomoe madhabahu ya baba yako. Mbona hakumwambia niende mpigane na Wameleki? Alimwambia nenda udhio momole madhabahu kigogona kia thoguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kigogona ya baba yake ndio ilikuwa ndio iwapeleka. Maana wakati walitoka, ukisoma kitabu ya Deuteronomy 7, Biblia inasema wakati nitawapatia nchi ambao naenda kuwapatia, nchi iliyo na mataifa 7 walio na nguvu, walio na uwezo kuwaliko. Wakati nitawapatia, mvunje hao watu, mvunje madhabahu yao, muamalize na muangamize, msifanye makataba na wao hata moja. Lakini Musa alienda kapita huko, kaenda kwa Amaleki. Akaambia, sasa najua hata kama Mungu amesema na najua tumetoka bali, nitawalida. Nao wakampatia gedito hizi. Hii ni roho hiyo. Wakampatia gedito. Na hiyo gedito akaipeleka kwa madhabahu, akaipeleka kwenye kigogona, akaiweka huko. Ndio sasa wakubaliane wazee wa Amaleki, wakakubaliana na wazee hawa, wakasema sasa ndio tukue pamoja pia venye tunaabudu Mungu, na sisi tuweke ndani yenu ndio na sisi tuwe tukikuja kuabudu. Kutoka hapo wakaingia kwenye utumwa wa miaka 7. Mungu akawapatia na kwenye mikono ya maadui, wakateseka. Walikuwa wanafanya kazi usiku, wanaingia kwenye caves, wanalima, wakilima. Siku ya kuvuna Wamidiani wanakuja. Could you be facing? Unakumbuka wakati wa Mogeke? Mnakumbukaga mlikuwa mnafanya biashara nzuri, mnafanya Mogeke wanakuja, wanakuambia shosho igerera. Hiyo ndio roho ya Wamidiani. Wakati unaenda kujenga kanyumba kako, unaona Mogeke wamekuja, umemwaga nani? Lakini si wachekelei. Mungu atawapatia mahali kwingine. Lakini kithiki unoginya Ngai angiragitharuririe. Tondu hau niho ngoma ahoyagirwo. Hau niho dawa cia kulevya ciendagirio. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilo ya Wamidiani inakuanga imetumwa na Mungu. Usiende kuomba ati kukemea pepa na be apostle hoera wira wakwa goma abodio tuelie. Umekosea Mungu nini? Kazi yako ilikuwa mzuri, mmenawiri, mmepanda vizuri. What happened? Kazi ikaaguka. Sasa hizi unaomba chakula. There is something that happened between you and God. Maana Mungu ndiye alikuwa amekupatia hiyo kazi. Madhabahu ile uliondoke, kuna madhabahu ambayo ilisababisha hiyo kazi isimame. Kama kazi yako ilikuwa imesababishwa na madhabahu ya shetani, uondoke ukuja kanisani, hiyo kazi lazima iporomoke. Wakati niliondoka Mogeke, Maina Jega walinichomea nyumba zangu, wakanichomea magari zangu, walichoma kila kitu. Nilitoka huko bila. Ile tu pesa nilikuwa nayo nikauza tushaba hapa, nikaenda nayo ng'ambo, ati niende nikainvest ng'ambo, nilirudi hapa na katurosa kamoja na t-shirt kamoja. Nikapoteza 230 million. Because you have shifted. Nimeondoka kwa ile madhabahu ilikuwa inanilisha. Nimeondoka kwa ile madhabahu ilinipatia. Ukiondoka kwa hiyo madhabahu, inua madhabahu nyingine immediately. Ndio maana Mungu alimwambia Gideon, bomoa madhabahu ya baba yako, kisha unijengee madhabahu nyingine. Uchinje ng'ombe wa kwanza ukibomoa, kisha ujenge madhabahu nyingine kwa mtaratara, na hiyo ng'ombe ya pili uchinje uninulie madhabahu. You cannot destroy an altar and leave it that way. You destroy an altar and then cover it with a new altar. Bomoka ukiondoka kwa madhabahu ya baba yako. Wakati niliondoka kwa madhabahu ya wazazi wangu, nilijenga madhabahu, ndio naona niko hapa, ndio nahubiri hapa. Halo.
Can you no imagine ate muikarete mbere ya mundu wa mugike? No imagine ukire kanitha ka mundu wa mugike. Former mugike leader. Mogolino. No imagine. No ikarete wega mundu ucio akuhe uhoro. Tikwetinie ni kigongona kire ndabararirie. Otherwise korwo ndaikarire ndire uguo mungionaga kimugike mutingikinya guku. Hamwezi. Lakini nilibomoa madhabahu ya mugike yote kutoka kwangu, nikajenga madhabahu ya Kristo, nikajenga madhabahu ya Mungu. Na hiyo Mungu ndiye sasa aliwaambia nedeni kwa huyo mtumishi ni wangu, na akinena neno litafanyika, maana ninaheshimu neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is how to liberate yourself. That is how unaikara mtumio huyo. Hello. Unaona madhabahu ya kwenu imekukamata, ya kwa baba imekumata, ya kwa mama imekumata. Hata ukiiba hapa uibe namna gani? Unaibaka vizuri mpaka tunasikia Holy Spirit ameanza kutembea. Baka siku hizi naona umeanza kujificha ati watu hapa wanakupiga. Ati wameanza kukuangalia na macho baya. Ukirudi hiyo madhabahu ya kwenu ndio imeanza kukurudisha kule nyuma. Hapa kuna mtu anaweza kushida wewe hapa. You are powerful, you are very strong. Uri iguru muno. No no aji uri mwate kwihitha na haria tondu no aikio ritho ni huko ni kafea ni kagara gwikia ritho guo kari bea panya ila kurushia macho hivi unaanza kutetemeka. Simama kuja hapa kwanza. Next time nisikukute huko nyuma. Umesikia? Na umeanza kuchelewa kuchukua kukuja kanisani because wanatafuta venye mimi nitakasirika na wewe. Umeelewa? Na nione wewe ni kubafu, nikufukuze. Hiyo ni ukubafu uko nayo. Maana sasa madhabahu ya baba yako siko hapa. Baba kwenu, kwa baba yenu kulikuwa nini? Kiroho. Ila ineji ya baba yako. Mimi najua shushu. Shushu mgani? Mama yangu. Ya mama yangu alikuwa nini? Mugaga. Maumau. Alikuwa maumau na alikuwa mugaga. Alikuwa naenda kwa gaga. Hiyo line ya shushu ya mama yako. Yeah. Na baba yako unamjua? Umjui hata kidogo? Unabiagwa? Hata kidogo ujui? Wewe sasa ni Mkaba au ni Mkikuyu? Ni Mkamba. Wewe ni Mkaba. Mkamba ni baba ama ni mama? Mama. Mama. Shosho. Sasa ulizaliwa na Mkamba ama ulizaliwa na Mkikuyu? Ujui? Kabisa. Unawake na muda toyo. Hajui ama alizaliwa na Mkaba ama alizaliwa na Mkikuyu. Sasa hii madhabahu imemshika. Huyu ni mtumishi mkubwa sana. Mtumishi mkubwa. Huyu akianza fellowship hapa itakuwa kubwa. Lakini itafika mahali atapata kimwanaume kinaitwa Ndura. Kimwambie hi babe. Kitamudanganyiriria kimuodoe kwa hiyo madhabahu. Kiende na huko kimuduke kitu hapa. Ayacho akichuga mtoto. Madhabahu yake inakufa. Akimaliza tu kulea ipade. Akianza sasa kusimama kujisimamisha, kimwanaume tena kingine kinakuja, kinamuodoa. Kinamuodoa kwenye madhabahu. Maana madhabahu ya kwao bado haijakubaliana na yeye ashike microphone ya ubiri. Anafaa kuwa mugaga yeye mwenyewe. Ukifuatia ukoroke dhosha abogo oguo. Wakwana. Because that is her lineage. Hiyo ndio mipago ile alikuwa amepagiwa akikuja hapa duniani. Lakini ni mtumishi mkubwa. Huyo utiko ya muruaga nake, huyo mutingi mutoria. Yes. Ona umugeria kurwa nake ithito cia kwao ni igukuhura. Ukuhura ni ithito cia kwao. Tondu ndari arekania nacio. Au paletaga na ithito cia kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Baka wakati utajitenganisha, uelewe hivyo, ende ufanye search, ukuje nivuje hiyo madhabahu. Ndio usimame vizuri. Hii maneno ya kuchelewa hapa sitaki. Nataka ukuwe mchungaji kwa hii nyumba. Okay? Na before the end ya mwezi ujao, nataka nikumwagilie mafuta kama mchungaji. Ndio kae chini. Katika huyu ni mtu very powerful. Ako juu. Lakini madhabahu ya mkwao imemkuja. Ahiana keria. Ndio ile atadira nayo ndekehia. Oguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mumebarikiwa? Mumeelewa kitu? Yeah?
nwanyita kindu uthio umenye madhabahu makwanyu maria maguthire muthuri waku uthio thondeke na nimo marenda kugutha ciana ciaku uthio thondeke giti ni ukuona Ngai ni akunengerete giti kiu Hello muko na sadaka 250 Msilete 50 hata moja hapa. Nimekataa roho ya umaskini. Roho ya umaskini nimekataa. Sema nimekataa. Ni imagine mtu tania getara 50 huko. Ni imagine. Adomwagiro kwa mulitoga rich people. Mama kama huyu ni multimillionaire. This woman you see here. Lakini amekunjwa na madhabahu ya Waluya. I know God has done it today. Today is a day of resurrection. I know God has resurrected you. I know your business is going to be resurrected. Najua ndoa yako na familia yako sasa itainuka. Najua maisha yako yatabadilika. Walikuwa wamekunyanyasa, walikuwa wamekukalia, walikuwa wamekusambaratisha, lakini kutoka sasa maisha yako imebadilika. Walikuroga, wakakuweka kwenye madhabahu ya shetani. Mhubiri huyu amekanyagiwa, amekaliwa, alitumiwa warogi bago ikiriatia. Maana ni kumalizwa kabisa. Ni kumalizwa. Ningekuwa bari. Wetagwo atia? Jitagwo mugo. Thank you. Etagwo mugo. Na kanitha-ini akihunjia mugo. Wewe wetagwo atia? Mugo. Muthuri ndukanathie kwiro urute mburi nanyita thie urehe tiri wa kwanyu kihumo kianyu urehe ha nanyita aria makumaga thutha mundu ucio kumagirira ri ti murogi wa kuma na nja ucio akorwo ari guka wanyu no gucambaraticaga atire mundu kumagirira wengi wananitokea. Kuna mtu amekuja kwako wenye ulikuwa unaniambia alikuja kwako akakusalimia akakuambia umtumie jina yako na kipande na kitambulisho. Ule mchawi huyo ni guka yenu. Ucio ni guka wanyu ni gwahiana. Okay. Ucio ni guka wanyu wagukorire. Okay. Nendaga riu tondu ni urite ukaingira guku kwa ukristiano no nduri ragia na identity ya ukristiano tondu nduri waruta magongona we amurithania na kwanyu riu mokaga kugira ritwa riaku nigetha marira ndikithie kuria na kuma hingo makiuga atia magwitia ritwa kweriria atia mambo yako yote imeharibika sasa utakuwa unapatana na mambo mabaya. Walipoitisha tu kitambulisho namba na jina ya kitambulisho wakaenda wakamrekodi kule maana alikuwa ametoroka kutoka kwa territory, alikuwa ametoroka kutoka kwa kambi ile ya kwao. Sasa mtu akatumwa ndio shokie mundu ucio guko akatumwa fanya nini ndio shokie ke ulirudishwa ama ukurudishwa kutoka siku hiyo. Kutoka siku hiyo huduma yangu ikaharibika ikaisha. Na wahoyagira andu magathi. Nimewaiombea watu wasiongea viwete, hiyo record iko. Watu nikiangalia tu mtu mkiona kama nikiwete watoto nini, hapo miguu inanyoshwa na kuwa sawa naenda. Sasa alipoanza kuharibu ufalme ule, walikwambiaje unafanya nini? Huyo hata juzi alikuja akasema wewe tunakufuata kwa sababu unaharibu territory zetu. Yes. Ndiposa nimetumwa tena. Yeye bado ako kule kwa hiyo territory, hajaondoka. Na bado anafuruga kule kwao. Sasa wanamuuliza, kiria ate maita meri. Sasa poverty imekugoga vizuri sana. Thank you. Amefinywa na tu poverty vizuri. Wanataka anyenyekee mpaka atii arudi huko ama wamuue. Kuna mtu alikuwa anapanga kukuua? Hata kila wakati wanataka kuniua, ni vile tu wakinielekeza njia ya kifo mimi na iepusha. Wakati mwingine nachukua kama ni mchanga ama jiwe na tupa na sema hiyo ni jeneza nimetupa, yani nanena maneno ya kulipa sana. No.
Sema Bwana Yesu, nimekuja kwako. Nimekuja kwako. Naomba msamaha. Naomba msamaha kwa baba yangu. Kwa baba yangu. Babu yangu. Kwa babu yangu. Na damu yetu. Na damu yetu. Na maeneo ambayo nimetoka. Na maeneo ambayo nimetoka. Nimejitenganisha nayo. Nimejitenganisha nayo. Mimi kutoka leo. Mimi kutoka leo. Nimehama kwenye ufalme wa waganga. Nimehama kwenye ufalme wa waganga. Nimekuja kwenye ufalme wa Mungu. Nimekuja kwenye ufalme wa Mungu. 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 Nisaidie. Nisaidie. Leo mwanao anaofufuka. Leo mwanao anaofufuka. Fufuka na mimi. Fufuka nami. In Jesus name. Amen. You're free. Ndoka chini. Ewe. Yeah. Okay. Weka tu chini. Hata kushughulikia. Na wewe utafanya hivyo, nimemwambia. Uthiogere teri wakwanyu. Tukuthamie. Nderire Joel ndimuthamie. Athire ko dhoshira mbogo. Nini nimwambia, nikamwambia Joel, wewe ni muganga. Wewe kwa sababu Joel si muganga, ni mchawi. Wale wanaitaka wachawi. Nikamwambia wewe ni mchawi, ile kitu utafanya ndio mshio urehe teri wakwanyu. Kwa sababu Joel alilaaniwa na baba yake na guka yake. Wakakataa hata kwenda kumtairisha. Joel alienda akajikata na makasi yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe alijikata na makasi. Alafu hiyo kikode sijui alifanya nayo nini. Alikifanyia maneno mengine. Akairushia ubwa ikakula. Sasa nikamwambia wewe kuja tufuje hii madhabahu. Sasa alienda kuanza kuniroga mimi. Anaenda kwa muganga ati kunifuga wakiwa na shiko hapa. Ati wanaenda kunifuga kwa muganga. Sasa mimi Siniwaambia mimi nilizaliwa kama gadero. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ufanye hivyo. Ndio kazi yako ifunguke. Maana wewe uko na uoga, unakaaga ukitetemeka. Kila hata ukiongea unatetemeka. Hata ukienda mahali unatetemeka because wanakutetemesha, wanakuuliza uradieko. Uradieko. Hauna sauti ndani yako, wamekunyima sauti. Wikaraga inaguya huko na ule na sauti gukira. Ungenyitwo ni gitumia kianyirita gikiri wagithina akiona thina gire gwikaira ugo itakiria ta sturu ikara jita sadaka cianyu sikeni kila mtu sadaka yake niombe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mumesikia kitu mzuri sana. Sasa tunaenda niko na mchaga ya Nakuru, lazima tuiombe. Thiongerere maguta. Kiwaja ya Nakuru. Gateri utagaka. Tukathi kuena bagita mutumia ungi wadehera bagi ngima ya teri. Ile ngima. Kanini tu kidogo tulete tuoge, maana huko kuna maneno iliwekwa. Ndio maana ulionanga wazee hao wakikufa walikuwa wanachukua mchaga, wanasema dakwa teri, na wanakutukua na wanakwenda ogerodho uroneke. You have to speak to the earth. Jeremiah 22:29. O earth, O earth, O earth, hear the word of the Lord. Wewe kiugo kia Ngai. We utatuwekea hiyo? Mimi hizo zingine ulikataa kuniwekea kabisa. Ani niwekee. Jeremiah 22:29. Lete. Tusimame kwa miguu yetu. Leo hatutatoa sadaka, tutatoa ikiwa dhabihu. Kagari kanatoka wapi? Na kamuzee kanatoka wapi? Kabibi kumuzia. Alafu unatoa sadaka. Izungumzie wherever you go. Ukitoka hapa uende Kirinyaga, kule umeolewa, hawa wazee ni warogi, wamelaaniwa, nenda huko komandi yote hili. Unasema mimi najua hii familia ni ya warogi. Kwetu sisi warogi. Vitu zetu za zangu, mimi ukiwanyima wanyime wao. Mimi vitu zangu unipatie. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukienda Nakuru kamata mji wa Nakuru. Ukienda Mombasa kamata mji. Ukienda Amerika usiende kukaa hivyo de. Nenda Amerika, chukua mchanga ya Amerika. Inene. Ujue Amerika imekuwepo miaka gapi as a country? 200 years. Sasa nenea ujue first president alikuwa nani na alisema aje. Jua second president alikuwa nani na alisema nini. Wale wazee walianzisha Amerika walisemaje kuhusu mchanga ya huko. Wale wazee walianzisha Kenya ni wa Nairobi, ni wazee wa Masai. Nairobi ni ya Wamasai, inaitwa Nairobi Engare.
maji baridi. Ndio unaonaga Masai anauza dawa bila recent. Yaenda ufugue chemist. Uone venye utapelekwa bio. Lakini Masai wale wanashikaga watu wa chemist, wanauziaga dawa na Wamasai huko kwa barabara na wananunua. Na hawezi kushika Masai. Maana madhabahu numero kogoine etwekeke ukienda kwetu Moro, na ndio unaona niko na shida mingi sana huko, watu wananisubua sana. Moro ni food and mouth. Until nilikuja kujua kumbe Moro kwetu ni food and mouth. Sasa nikitoka Moro nikikuja hapa Nairobi na kuja kueneza food, ndio nilieneza Mogeke mpaka ikakaa mzuri. Hale until Kangudo ni jina ya Kimasai, Machakos ni jina ya Kimasai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mahali wali Kimasai. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mahali waliinua madhabahu. Kila mahali walienda waliinua. Ndio naona ng'ombe za Masai zinakula huko town ya Nairobi. Lakini enda pale Widisa ni mpaka ya Nairobi na Kiambu. Ng'ombe ivuke 1 mita igie Nairobi, utaikuta Darugureti ya Mkikuyu. Lakini ya Masai inapita huko, haina hata mtu wa kuichuka, inaenda kikula. Inaenda mpaka kwa Sakaja, ni ya Masai. Na ndio peke yake Masai wameruhusiwa kwenda kuomba parliament, maana Nairobi ni yao. Ndio naona yule Masai amefuka kozi. Hola yoyo, hola nya, hola anga, hola nya, hola yoyo, hola ati ni kuomba naomba. Na nyinyi hapa mnasema, "He, ule ni Mmadai." Ah, kaki hoyate. Hujui ni kufuga parliament yenu wameifuga na hiyo maombi yao. Ndio naona hakuna kitu mzuri inatoka parliament, ni Kimasai tu kinatoka parliament, ujiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ndio naona Kenya haijawahi kuchagua Mkikuyu. Wakikuyu wanasemanga ati Uhuru ni Mkikuyu, Kibaki alikuwa Mkikuyu. Kibaki hakuwa Mkikuyu, Kibaki alikuwa Ndorovo. Bana ni Ndorovo. Ni Ndorovo wakakuwa assimilated. Ndorovo ni wa Masai, wale wa Taburu, wakakuwa assimilated into Meru. Halo. Sasa akitoka huko, baba yake alikuwa anauza tumbako, akaenda kuuza tumbako Othaya. Sasa ndio aliitwa Kibaki. Na Othaya yenyewe ni ya wanani? Othaya yenyewe ni ya Wamasai. Mkubwa ya Othaya mwenye alikuwa chifu wa Othaya alikuwa anaitwa Ole Sayani. Ndio unakuta jina Othaya linakuja Ole Sayani. Ukienda Tetu ni Ole Tetu. Sasa nikiambia watu wa Nyeri ni wa Masai, wanaanza kuniambia maneno mengine hapa. Na nikiona Amage Tohora, na nikiona Amatiri Maleto, hawana majina ya binadamu, wako na majina ya ng'ombe na mbuzi na kondoo na kuku, wa ngoko, wa ng'ombe. Hawana majina ya watu. Maana walichanganya huko. Mzee, kwani wewe ni wa Nyeri? Wewe ni wa wapi? Wewe ni wa Embu? Hapa. Murang'a. Na wewe? Mkamba. Mkamba. Watu wa Nyeri? Nyeri people. Na wewe umetako? Eko nitayabu migi aje. Watu wa Nyeri wamepotea. Utawatea. Nyawira. Nyawira. Sasa umenielewa? Huko ni kwa Wamasai. Uhuru mwenyewe ametoka Narok. Baba yake huyu Masai anaitwa Lenana. Ndio kwa maana Lenana alikata shamba hapa Lenana akapatia the first wife Wahu, amejenga hapa Lenana Lescos. Maana wale wa Masai Waboi alichukuliwa na Wamasai wakikuja kuiba mang'ombe, walikuwa naiba ng'ombe na mama. Akaenda kadugwa. Alipodugwa Lenana tena alikuja kuchukua nini? Kuangalia mtoto. Akapatia mtoto hapa. Naye baba yake nani na Guka mmoja wa Uhuru wa ule amezaa mama ya Uhuru. Ndio naonanga Kenyatta hakuwahi name mtoto wake wa kwanza baba yake kulingana na tabia na mila za Wakikuyu. Amemtaja nani? Mtoto wake wa kwanza? Nani? Hapana. Amemuita Muigai. Muigai ni brother ya Kenyatta mkubwa. Baba yake yako wapi? Mbona hakuitaja mtoto yake baba? Aliita brother yake. Muigai ndio baba ya Gengi Muigai na Kongo Muigai na huyu Bethi Mogo ndio baba yao. Sasa alipatia mtoto yake first born wake wote wanaitwa Muigai. Where is the father? Where is the father? Alafu kifuatilia hiyo generation nyingine ya Kenyatta, hiyo side nyingine wametoka Tororo Kingdom, ni Waganda. Ndio naona Idi Amin alikuwa anataka kuchukua Kenya.
maana hao ni Waganda. Sasa na Kikuyu hapa mwana atigaka nega ito kariku ni Muganda na Mukabi magatukana. Kuna Mkikuyu hapo. Kibaki alikuwa dorofo. Umevaa gosi ya nini? Ya mama. Poleni sana Wakikuyu. Mkikuyu ni wa Murang'a. Kiambu hakuna Mkikuyu. Nyeri hakuna Mkikuyu. Waebu hakuna Mwebu piwa. They are not. Ni mixer. Mixi. Ya Wakamba hivyo. Mixi hiyo. Kirinyaga. Hao ndio walipotea. Bwana nitakuja kuwafundisha juzi how it hiyo ilifanyika. Ndio mwele the only Kikuyu ambaye ni genuine Kikuyu ametoka Murang'a. Na ndio naona katika system zote za Kenya hazikubalishi mtu wa Murang'a apande kiti akalie kiti ya Kenya. Haiwezi because the original people of this country ni watu wa Murang'a. Ndio liona Jiri alipopanda aliondolewa kiti ikapatiwa nani? Kenyatta. Matiba alipokuja walifanya bidii wakaleta Kibaki ndio amalize Matiba. Wacha utaona kadijinyoro venye katafinywa. Tedede. Inua mmeombea hiyo sadaka yenu. Najua naongea hiyo yote muombee sadaka muibadilishe kwa dhabihu. Na nyinyi kuniangalia tu hapa. Nikiwapatia story. Unaulizaga ati huyu mtu anatoa hii story yote wapi? Utaelewa siku moja. Sasa nyosheni sadaka yenu hapa. Nyosha tu hapa kwenye kwa hii mchaga ya Nakuru. Sasa tunanenea Nakuru. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tumelete mchanga huu wa Nakuru County. Tumeutoa kwenye madhabahu ambayo iliinuliwa pale Nyayo Garden. Na Nyayo Garden iliinuliwa kama madhabahu ya umwagikaji wa damu. Hapo ndio wanatoanga kafara. Hapo ndio wanatoanga dhabihu ya kumwaga damu ya binadamu. Hapo ndio wamefanya mikataba yote ya kisiasa Kenya tangu siku ya kuanzishwa kwa Kenya. Tangu siku ya uhuru wa Kenya. Tangu siku ya Wamasai walipoinukiana na Wakikuyu na Wakalenjin mji wa Nakuru miaka 100 iliyopita. Wakainua madhabahu ya damu. Na hii madhabahu ikakuja ikainuliwa na Kenyatta. Ikainuliwa na Moi, ikainuliwa na Uhuru, ikainuliwa na Ruto, na imeendelezwa na inaendelea kuendelea. Lakini kutoka leo kitofu cha damu hii ninakikata in the mighty name of Jesus Christ. Umaskini ninaukata katika jina la Yesu Kristo. Mateso, mukabila, umwagikaji wa damu hautamwagika tena Nakuru. Mapigano ya kikabila hayatapatikana Nakuru. Watu hawatauliwa kwa sababu ya siasa Nakuru. Nakuru ni mji wa imani. Nakuru ni mji wa revival. Kutoka leo I decree and declare Nakuru to be a city of revival in Jesus mighty name. Wekereni sadaka yenu, tumemaliza kazi. Tunamogeda kwa inokale. Mama inoke. Owe tukaondoka nini? Dake uruta Naikuru yauma kwa mathai yatuika ya bũrũri wa Kenya. Watu wa Nyeri mkuja ni watoe kwa Umasai. Ni wabadilishe mkue watu. Mwanze kuita. Waruinge lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.